Kipindi chote kumekuwa na namna tofauti tofauti za kuadhibu wahalifu. Kuna ile namna ya mtaani na kuna ile namna ya serikalini. Huwa inajulikana kwamba namna ya mtaani ni hatari zaidi kuliko ya serikalini. Tumewahi kuona majizi yanapelekwa gerezani na bado yanabaki yamenenepa, utafikiria po raiani tu. Namna ya mtaani ya kuadhibu ni adhabu ya wazi na isiyo na kificho. Mtu atahukumiwa mbele ya watu na kila mtu ataridhika. Sasa vipi endapo serikali nayo ikawa na namna ya kuadhibu watu kwa kiwango hatari kuliko cha mtaani? Hilo ndilo swali kubwa, na video hii inakwenda kukuonesha baadhi ya namna zilizotumika kuadhibu watu miaka iliyopita. Mimi naitwa Windfall. Namba 1. Kipindi cha karne ya 15 huko Ulaya, endapo mtuhumiwa atapelekwa mahakamani na utaulizwa kama umefanya kosa na ukabaki kukaza kujitetea kwamba hujafanya, basi bwana, wataanza kukuuliza kistaarabu kwanza, watakubembeleza na kufuata taratibu za kawaida. Usipoonesha ushirikiano, basi hichi ndicho kitakachofuatia. Kitaletwa kiatu cha chuma kilichoandaliwa kwa ajili ya kukuvunja miguu mpaka utakaposema kitu kitakachoridhisha mahakama. Mguu wako utaingizwa kwenye hili buti la chuma, na mara nyingine lilitumika la mbao. Kitu cha kwanza, ndani limedesainiwa kwa kubana, hivyo mguu wako utalazimishwa kwa nguvu kuingia kwenye hili buti. Hali hiyo itakufanya uanze kuhisi kusulubiwa kabla usulubu hujaanza. Na kwa sababu mguu wako hujaingia vizuri kwenye kiatu, wanachukua chuma au mbao, wanaweka kwa juu kwenye eneo la uwazi, kisha wanaanza kubonda kile chuma ili kiingie ndani ya kiatu, ili kilazimishe mguu wako kuingia. Tendo hili lilitofautiana na kesi yenyewe. Kwa mfano, kuna watuhumiwa wengine ambao hawakuwekewa chuma, ila yalichukuliwa makaa ya moto yakadumbukizwa ndani ya kiatu huku yanawaka moto. Kwa hiyo humo ndani ya hicho kiatu, wewe pamoja na vidole vyako mtajadiliana, mkubali makosa ama muendelee kukaza. Sasa imagine, vipi endapo nguvu kubwa itakuwa imetumika kukulazimisha kusema ukweli ambao tayari umeshausema? So hata ukigundulika kwamba hauna hatia, mguu wako hauwezi kurudi kama zamani, kisa tu umesema hauna hatia. Utabaki kuendelea kuwa kilema cha kudumu. Kitu kingine ni kuua wazazi huko Roma. Miaka ya zamani huko dola ya Rumi, kuua wazazi wako kulionekana uovu mkubwa, sawa na kumuua Mungu aliyekupa maisha hapa duniani. Sasa waliandaa adhabu itakayofanana na ukubwa wa dhambi yako. Wenyewe waliita poena kulei, maana yake adhabu ya kiroba. Sasa adhabu hii ilikuwa hivi: unadumbukizwa kwenye roba. Ndani ya hilo roba panawekwa nyoka mwenye sumu, panawekwa mbwa, panawekwa nyani, panawekwa na jogoo. Wanyama hao walichaguliwa kwa sababu Waroma waliamini wanawakilisha uharibifu. Sasa wanafunga kile kiroba kwa juu mkiwa wote mpo humo ndani, kisha wanakitupa katika mto. Kinachofuata humo ndani, kila kiumbe kitaanza kupambania uhai wake. Mwenye makucha atakuparua, mwenye meno atang'ata, mwenye sumu atapuliza, mwenye mikono atanyonga, huku wote mkiwa mnazama kwenye maji. Adhabu nyingine ni kwa wale ambao waliua baba zao huko nchini Ufaransa. Karne ya 17 huko Ufaransa, kumuua baba yako kulionekana kitofauti kidogo na dola ya Roma, lakini tofauti huu haukumaanisha usalama. Waliandaliwa watu maalum kwa ajili ya kukusulubisha. Hao watu ambao wameandaliwa watakuchukua, watakufunga kwenye gurudumu kubwa, mikono itaelekea juu na miguu itatanuliwa, kisha kupitia vyuma wataanza kukuvunja miguu yako. Wakimalizana na miguu, wanakuja kuvunja mikono. Damu yako inayotoka kwenye hayo majeraha inavutia kunguru, jua linakuchoma. Baada ya hapo, wanakubandika ukutani kama maonesho, huku nzi wakilamba macho yako. Hizi ni adhabu ambazo zilitolewa na serikali kabisa, na watu walikuwa wanapewa mwaliko kwenda kutazama kama sinema fulani hivi. Mwenye popcorn atabeba, mwenye matunda atabeba, ili kuangalia show. Kitu kingine ni kifo cha tembo. Adhabu hii ilitumiwa zaidi huko nchini India kipindi cha karne ya 19, majuzi tu hapa. Ikitokea umekutwa na hatia, basi mikono yako itafungwa nyuma, alafu kichwa chako kitalazwa kwenye jiwe kubwa, huku watu wanakutazama wakati huo. Tembo maalum aliyeandaliwa, aliyepewa mafunzo, ataongozwa kuelekea mpaka kichwa chako kilipo, na kisha ataongozwa kunyanyua mguu wake juu na kukikanyaga hapo hapo kichwa kilipolazwa. Sasa kadiria uzito wa tembo, alafu uniambie, hata ukikaza fuvu, je, utaweza kutoboa kweli? Na ikitokea kosa lako lilikuwa kero sana, hawatahakikisha unakufa haraka hivyo, bali utalazwa huku mikono imefungwa nyuma kama kawaida. Tembo yule yule ataongozwa mpaka ulipo, ataanza kukanyaga miguu yako
kisha atafanya U-turn, ataenda atarudi, atakanyaga tumbo. Hali itaendelea hivyo hivyo mpaka afanikiwe kupasua kichwa chako. Na yote hayo watu wanakutazama na wengine wanashangilia kabisa. Na wakati mwingine tembo anaongozwa kushusha mguu wake juu ya kichwa chako taratibu kabisa, kwa maana kwamba uzito unakuwa unaongezeka taratibu juu yako mpaka unapasuka kabisa. Na unaweza kusema kwamba huyu mtu itakuwa aliua na ndio maana amepewa adhabu kali kiasi hicho, lakini ukweli ni kwamba hata ukishindwa kulipa kodi, ukikutwa na kosa la kuiba, na tukisema kuiba ni hata kuiba tunda tu sokoni au peni dukani, na wakati mwingine hata mtawala akiboeka na kitaka kuangalia show, basi utatafuta huko mtaani wewe usiokuwa na kazi, utapewa adhabu hiyo. Vile vile ukiwa upande wa upinzani, kwa maana ya kushabikia majeshi ya maadui, ukiwa ombaomba kupitiliza mtaani, iwe mtu mzima ama mtoto, basi jua adhabu hii inakuhusu. Na wakati wote huo panakuwa na mtu maalum aliye juu ya tembo. Huyu kazi yake ni kuhakikisha tembo anafuata oda ya kukuvunja ipasavyo mpaka watu waridhike. Adhabu nyingine ni adhabu ya ng'ombe muimbaji. Na kisema ng'ombe muimbaji unaweza ukaamaki kidogo, lakini ndio hivyo. Adhabu hii ilikuwa unabebwa kama ulivyo, unadumbukizwa ndani ya sanamu la chuma la ng'ombe, kisha chini wanawasha moto. Moto unakolezwa mpaka sanamu liwe jekundu haswa. Wewe huku ndani ya sanamu, ngozi yako inaanza kuvimba, inaanza kutoa malengelenge, mapafu yanaanza kukataa hali ya hewa ya humo ndani, lakini hakuna namna ya kutoka. Utapikwa hai mpaka uive. Na kwenye eneo la kichwa cha huyu ng'ombe kuliwekwa tarumbeta na ala za kupuliza mziki. Kwa kadri unavyopiga yowe, huku nje watu wanasikia mziki mzuri unapulizwa, au sauti ya mnyama ananguruma kama honi ya toyo. Cha kufurahisha tu ni kwamba aliyebuni njia alidumbukizwa yeye wa kwanza kama mfano. Adhabu ya 6 inatupeleka huko bara la Asia, maeneo ya kusini mwa China. Mianzi inaonekana kama utalii wa asili, lakini miaka ya zamani ilitumika kama chombo cha kuadhibia wahalifu pia. Ukikutwa na kosa, wanachofanya wanakufunga mikono, wanakufunga na miguu ukiwa bila nguo, yani ukiwa kichele kabisa. Wanakufunga eneo ambalo mwanzi mchanga unaota kwenye eneo hilo. Hivyo wanakupanga ulale vema. Katikati ya tumbo lako panaelekezwa hapo ambako mwanzi mchanga ndo unaanza kuchomoza, yani ndo unaanza kuota. Mianzi ikiwa midogo ni tofauti sana na mimea mingine. Hii inaweza kupasua hata simenti na kutokeza kwa juu, yani inaweza kuvunja hata simenti. Sasa tumbo lako linaelekezwa kwenye eneo hilo ambapo mwanzi mchanga ndipo unapoota. Sasa kama mwanzi mchanga unaweza kuvunja hata simenti wakati unaota, tumbo lako linaweza kustahimili. Na kwa kuwa mianzi inakuwa kwa haraka, ni ngumu sana kuepuka kifo cha aina hii. Siku ya kwanza ncha zake zinaanza kuota kuelekea tumboni mwako ama kwenye eneo la ubavu. Mpaka siku ya pili inafika, tayari mwanzi unakuwa ushatoboa mpaka kufikia ogani za ndani ya mwili wako, yani mapafu, mautumbo na kila kitu kilichoko ndani yako. Hakuna utumbo wala mifupa itakayoweza kuzuia mianzi kukua ndani yako ili itokee upande wa pili. Hali hii itaendelea mpaka mianzi hiyo yote na kutokea upande wa pili. Na wakati huo wewe tayari Bwana ametoa na mianzi imeota. Sasa kwa wale ambao wana maswali juu ya mianzi kuwa na uwezo ama kuwa na nguvu kubwa kiwango hicho, nataka nikupe ufafanuzi kidogo. Ukweli ni kwamba mmea wa mwanzi ndio mmea ambao unakuwa kwa kasi kubwa zaidi hapa duniani, ambao kwa kawaida unakuwa kati ya sentimita 3 hadi sentimita 5 kwa siku. Lakini aina fulani za kipekee zinaweza kurefuka hadi sentimita 91 hadi 121 kwa siku, zikiwa katika mazingira mazuri. Ukuaji wa mianzi unatofautiana kulingana na hatua ya maisha yake na aina ya mwanzi wenyewe kama ifuatavyo. Sasa hichi ni kiwango cha ukuaji kwa siku. Ukuaji wa kawaida kwa aina nyingi za mianzi ukua kwa wastani wa sentimita 3 hadi sentimita 15 kwa siku. Kwa mianzi michanga wakati wa chipukizi, mwanzi ukiwa bado mchanga na wakati wa masika, unaweza kuongezeka urefu kwa sentimita 15 hadi sentimita 30 kwa siku. Lakini makundi mengine ya mianzi ambayo yanaitwa makundi ya maajabu kama moso au madake, yakiwa katika chini ya mazingira sahihi, yakiwa na maana ya maji, joto na udongo mzuri, aina hizi zina uwezo wa kukua hadi sentimita 90 na zaidi kwa siku. Hii ni sawa na kukua kwa milimita 40 kila saa. Yani kwa maana hiyo mwanzi unarefuka ukiwa unauangalia hivi kwa macho yako, sio mpaka uende urudi, ukiwa unautazama. Kila asili ya mataifa ilikuwa na aina yake ya usulubishaji, ila Ugiriki na Rumi walikuwa na njia zao za kipekee. Walisumbua mpaka mitume wa Yesu. Katika adhabu zote nilizozitaja, ni ipi ambayo wewe ungeweza kustahimili? Ni ipi ambayo imekufanya ung'ate meno wakati unaisikiliza? Video hii ni kwa ajili ya kujifunza historia tu. Hatuhusiki na mtu kuumia wala kuumiza wengine.
hatutoi njia za kusulubisha watu. See you. Mimi naitwa Windfall.